wachawi watakuja kuniroga. Acha uchawi, acha uzinzi. Hata mlevi naye ni huo hivyo. Hata mlevi ni hivyo kwamba acha ulevi. Anaona kama anapita mwaka tu unapita. Lakini hata sisi tulikuwa walevi. Leo tuko kwa Yesu. Tunashangilia, tunaburudika, neno la Mungu. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu ni mpole, ni mnyenyekevu wa moyo. Hata kama una dhambi kiasi gani, Yesu bado anasema njoo kwangu mwanangu. Njoo kwangu mwanangu. Usione kama umechelewa. Yesu anakupenda, ni mnyenyekevu, ananyenyekea, anapiga hodi kidogo kidogo. Hodi mwanangu. Hodi mwanangu. Hodi mwanangu. Sikiliza, Yesu anapiga hodi. Anapiga hodi. Ufungulie mlango. Ufungulie mlango. Usiwe na moyo mgumu. Usiwe na moyo mzito. Yesu ni mnyenyekevu. Ananyenyekea hata kama umetenda dhambi, bado anakunyenyekea. Anasema mwanangu atabadilika. Badilika ndugu zangu. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia hivi. Usipokubali Yesu, usipompata Yesu, atakutapika. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ajabu Bwana akikutapika. Ukitapikwa na Bwana ni ajabu, wewe hauna amani tena. Hauna amani tena. Bado Yesu ananyenyekea kwako. Anapiga hodi kwa huruma. Anapiga hodi kwa upendo. Anataka ubadilike. Umsikilize Yesu. Atasema nini ndani yako? Badilika ndugu zangu. Hata kama ungefanya kazi zako ambazo leo unahangaika kwamba nitakula nini kwa sababu ya tumbo, utafanya nini kwa sababu ya kunemesha maisha yako, lakini siku ipo ambapo tumbo lako litatamani kukaa na roho ikatai kwamba leo natoka. Leo natoka. Ndugu zangu, angalia hata ndugu yako anapokufa, jinsi vinavyovutana roho pamoja na mwili. Mwili unang'ang'ania roho, na wewe usiondoke. Usiondoke wewe mwili, roho usiondoke roho, kwa sababu unajua mwili, roho ikitoka, mwili hauna lolote. Unapeleka kuzika. Unapeleka kuzika. Lakini roho ndio ikiwa ndani ya Yesu linaamini hata kama unaondoka, hata mwili wako unakuwa na furaha, unakuwa na amani. Unapenda kupokea uzima ambao ni wa milele. Kwa hiyo Yesu akiwa ndani mwako, unapenda kuburudika, unapenda kuishi. Hata kama utaacha dunia hii, ninaamini utaenda kukaa kwa amani, utaenda kukaa kwa raha, utaenda kukaa kwa kushangilia, kwa sababu umeyatenda yaliyo mema. Lakini usipolisikiliza hili neno, jehanamu inakusubiria. Ninaomba ubadilike wewe uliye mbali, ambaye unajiona umefika, unajiona una akili, unajiona bado ni mzima. Angalia wenzako wako vitandani wanauma. Angalia wenzako leo ni maiti. Kwa nini wewe ni mzima? Umefanya Mungu kitu gani? Umemtendea jambo gani jema mpaka wewe upo hai? Ni kwa sababu ya upendo wa Mungu, kwa sababu Mungu anakutaka, anataka akubadilishe. Ndio maana hata kama unaenda kuiba, unaiba lakini unarudi huko mzima. Hawajakujeruhi hata hujui. Kwa sababu Mungu bado anakuhitaji ukabadilika, hata siku moja ukamwone Yesu. Ndugu zangu, tubadilike. Naomba tubadilike. Neno la Mungu lisitupite bure. Neno la Mungu lisitupite bure. Neno la Mungu linatafuta kitu ndani mwako. Usifikiri labda Afrika ni chechi, saa hizi ndio sijui nini. Wameshaokoka, sio wale wa miaka ya nyuma. Njoo kwa Yesu ukamwone siku ile ya mwisho. Yesu anakupenda, ndio maana upo. Ngaumwe angai wikati hawe nene na mano. Vile babinde alinipia kinawa na mano
yenu ni mpya gani zinaweza kumwezesha kuishi? Sio hela ulionayo inayokuwezesha kuishi, ni mapenzi ya Mungu. Sio akili yako, ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana upo, ndio maana unapumua. Anaweza kubadilisha kidogo tu, avute kahewa, asimamishe kahewa, akashike kahewa. Akishika hewa dakika 2 haupo. Niangalieni nikitaka kufikiria kama niko pale mjini, jinsi magari yanavyopishana. Hivi kwa kweli unakuta siku imepita hata ajali hamna, kwa sababu Mungu anawapenda. Hata kwenye shida mnakuwa naye. Tubadilike watu wa Mungu, tusiwe na kiburi. Unapoweka kiburi, Mungu atakutapika. Hebu kwamba soma kitabu kile, malizia. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kama sisi tulivyo na raha nafsini mwetu, tuna raha. Walio ndani ya Yesu wana raha, wana amani, hawana hata mawazo, hawana hata shida. Hata kama njaa itaniuma, nikiwa ndani ya Yesu na kwa nimeshiba neno lake. Yesu ndiye Bwana. Akina mama mteja ujadona paseko, tumsakie Yesu jamani. Wala kwa upole tena, si kwa ukali, si kwa ukali, si kwa kufokea. Ananyenyekea ndani yako. Badilika kidogo kidogo, ndio kwa Yesu anakupenda. Yesu anakutaka hata kama uko badilika. Yesu bado anakupenda. Twende kitabu cha Ufunuo tumalizie. Ufunuo 3:14. Ndugu zangu na wasihi, naomba ndugu zangu, neno likae ndani mwenu, mbadilike. Yesu anakupenda, si kwamba unaishi kwa ujanja wako. Umeisha, umeoza. Ambaye hayuko na Yesu ameoza, ameteketea. Huyo ni maiti. Kama una Yesu wewe umeoza. Walio na Yesu wanashangilia hata kama wataondoka. Yesu ndiye Bwana Mwokozi wa maisha yao. Anaongoza. Ukipatwa na shida ngumu, Yesu yuko mbele yako bado anakupenda. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 na mstari wa 4. 3:14. 3:14. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia, kanisa hili la Laodikia ni kanisa ambalo Mungu alimwambia Yohana andika, kanisa la mwisho, ambao ndo ninyi, kizazi cha leo, kizazi cha mwisho, kizazi cha jioni. Kama hamjitambui, ni jioni saa hizi, sio asubuhi. Jioni kwa sababu muda wa kuja Yesu umekaribia. Anayejifanya kama ni jioni, umechelewa. Saa hizi ni jioni, kwa sababu nyakati za Yesu kuja zinaonekana, ishara zinaonekana. Anayejifanya ni mchana au ni asubuhi, umechelewa. Saa hizi ni jioni. Neno la Mungu. haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, ambaye ni Yesu mwenyewe aliye juu, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. shahidi mwaminifu na wa kweli. Yesu ni mwaminifu na wa kweli. Ndani yako hakuna hata ulaghai, hakuna hata uongo. Ndani yake ni kweli tupu. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Najua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Najua matendo yako kwamba hu baridi wala moto. Anakujua matendo yako, hata kama umejificha machoni pa watu, umejificha kwa ndugu zako, lakini Mungu anasema anayajua matendo yako unayoyatenda. Ndugu zangu, kumbe hakuna kujificha. Hauwezi ukajificha mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa nini hauwezi ukajificha? Kama ni mzinzi, utalalia ardhi aliyoumba Mungu. Kama ni mchawi, utaruka angani alikoumba Mungu. Kama wewe ni mlevi, utakunywa kileo ambacho Mungu ameumba, ameweka chakula, ukabadilisha ikawa kilevi. Bado kile ni shahidi atakaye kuhukumu siku ile ya mwisho. Neno la Mungu.
basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa chako. Atakutapika utoke katika kinywa cha Mungu. Katika kipindi hiki bado Mungu amekuweka kwenye kinywa chake, anataka ubadilike. Ndio maana neno la Mungu linapita hapa kwamba ubadilike. Bado uko kinywani mwa Mungu, lakini Mungu anasema nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa hiyo Mungu akichoka na tabia zako, akichoka na mienendo yako, anakutapika. Unatapikwa, anakutoa katika njia yake, anakuachia uendelee kuishi kama unavyotaka. Akisha kutapika, wewe ndio utaangamia. Umeshaangamia, umeoza, hauko kwenye uzima wa milele tena, bali wewe ni jehanamu ya milele ndiyo inayokusubiria. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Wengi wanasema mimi ni tajiri, bwana nimeamka salama tu. Akijikutaguna miguu yake, akinani nguo zake, mimi niko salama, niko tajiri. Unajiona wewe ni tajiri, unajifanya wewe ni tajiri, unajifanya wewe ni tajiri. Anasema masikini, wala sina haja na kitu nawe. Wengine wanajifanya hivyo kwamba sina haja na kitu nawe, hana haja na Mungu. Ndio maana tunatangaza neno la Mungu. Wengine wako kwenye kazi zao, hawataki hata kulala. Mnafikiri sisi hatuna kazi? Mnafikiri sisi hatuna kazi au mnarujua kama tunapitisha muda? Hatupitishi muda. Hayo maneno itakuwa ni uthibitisho siku ile ya mwisho. Hayo maneno yatakupeleka jehanamu usipobadilika. Nimelitangaza hili neno, Mungu ametangaza hili neno. Hata walevi wasikie, hata walevi wabadilike, wamjue yeye aliye juu. Wao hawaopoe kwa sababu ni nyakati ya jioni. Nawe hujue kuwa wewe mnyonge. Wewe ni mnyonge. Usijifanye ni tajiri, ni mnyonge. Hivi mnaona wanyonge mwe watu? Wewe ni mnyonge, fukara, kipofu. Ni mnyonge. Kama huna Yesu ni mnyonge. Malizia. Na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Anasema mwenye mashaka. Unakuta hata tajiri aliyetajirika, ambaye ana mali nyingi, ana magari, ana manyumba, ana hela benki ameweka, magari yanayotembea ya kifahari, lakini ana mashaka juu ya kazi yake, ana mashaka kwenye biashara zake. Maana hajui kama anajua walabla kwamba kabla ya kuja kucha wanaweza wakanipa anyang'anya mali yangu. Kwa hiyo ni mwenye mashaka, mnyonge, kipofu, uchi. Anasema uchi. Unajua kama umevaa suruali, unajua kama umevaa sketi, unajua kama umevaa blouse, uchi. Kama hauna Yesu uko uchi. Waliovaa vizuri, wale walio na Yesu, walio na Yesu ndio wamevaa nguo zinazowasitiri mili yao. Kama hauna Yesu, wewe ni uchi, wewe mnyonge, wewe kipofu ambaye wanakushika mkono. Neno la Mungu malizia tu. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Yesu anakwambia, anakupa shauri, njoo kwa Yesu upate dhahabu iliyosafishwa kwa moto, ili uweze kuvaa, ili uchi wako usionekane, ili uweze kuvaa uchi wako usionekane, kwa sababu Mungu anakuona wewe uko uchi, kwa sababu haujua. Ukishamjua Yesu atakupa dhahabu ambayo imesafishwa kwa moto, itakaa ndani mwako, utaona uzima wa milele. Aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kupaka macho yako upate kuona. Ndugu zangu, kumbe kuna dawa ya kupaka kwenye macho, ambao ni vipofu wanatembea bila kujijua, wanashitukia wametumbukia kwenye matatizo, wametumbukia kwenye shida, kwa sababu ni vipofu. Ungekuwa na macho ya kuona, ungekuwa na macho ya rohoni, Mungu angekuonyesha njia ya kuendea. Anasema njoo kwake ili aweze kuonyesha dawa, upake macho yako upate kuona, ili uweze kupata dhahabu yake, upate kuvaa, usionekane uchi, kwa sababu Yesu anakuona bado uko uchi, kwa sababu hamjui. Usipomjua Mungu uko uchi, na macho yako hayaoni, lakini macho yako yaona pale utakapomkaribisha Yesu ndani ya roho yako. Ndipo macho yako yatafunguliwa, ndipo
yako utakuwa unaona, utatambua dhambi, utatambua jema, utayafanya yaliyo mema, ili Yesu Kristo aendelee kukusifu na kukuinua, kwa sababu ameshapaka macho yako yameanza kuona. Ndugu zangu, ni neno la Mungu linapita bure. Leo ambao wamepokea neno la Mungu waweze kupunga mikono. Ndugu zangu, neno hili limepita. Ambao wameokoka, wamepokea neno, wapite mbele. Mungu anataka kukuokoa. Wewe ukisikia neno hili la Mungu, tunakuomba pita mbele tukuombee, ili tukikuombea Yesu aweze kukupa dawa ya kupaka kwenye macho yako, kwa sababu ameona wewe ni kipofu hauoni. Sogeeni mbele ambao umesikia neno la Mungu, ili mtuweze kuona, Mungu aweze kuwatendea miujiza katika jioni hii ya leo. Ninakuomba uliyesikia neno hivi ninaposema, ninakualika pita mbele, ili Mungu aweze kutenda miujiza ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na uoga, usione haya, usione haya. Ukilisikia neno la Mungu pita mbele, usione haya. Anasema wale wanaomwonea haya atawaonea haya siku ya mwisho, maana itakapofika utamkazia Yesu macho, lakini atakuonea haya, kwa sababu wewe leo unamwonea haya. Kama umesikia neno la Mungu limeweza kupita ndani mwako, naomba usogee mbele, naomba usogee mbele. Sogea mbele, neno la Mungu linakuita. Yesu bado anakuita, anapiga hodi ndani yako, anataka unapokwenda kusikiza neno la Mungu uweze kufungua mlango. Yesu anakuita, fungua mlango, funguka. Usimwogope jirani yako hatakuongoza. Usimwogope jirani yako, usimwogope jirani yako kwamba ataona kwamba umeokoka. Mwogope Yesu. Pita mbele, pita mbele, pita mbele. Uliyesikia neno la Mungu, ninakualika pita mbele. Yesu anakupenda. Usione haya. Kuna wengine wanaona haya kwamba ndio watu na wenye haya. Njoo usimuone huyu jirani yako, utaondoka peke yako. Utaondoka peke yako. Hata bwana yako utamwacha, hata mtoto wako unayempenda utamwacha. Njoo kwa Yesu uliyesikiliza neno la Mungu. Njoo kwa Yesu akuponye. Njoo kwa Yesu akuponye. Nakwambia njoo kwa Yesu akuponye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, siwezi nikawa na mengi. Mungu tu atubariki neno lake. Ukachukua dhambi zetu, ukachukua magonjwa yetu, ukachukua haya zetu. Kupigwa kwako Bwana tumepona. Wanaheri Mungu waliopona. Wanaheri Mungu wanaolisikiliza neno lako kwa umakini na kulishika na kulifanyia kazi. Naamini siku ya mwisho watapokea uzima wa milele. Asante Mungu kwa wakati na jioni hii ya leo ambayo neno lako Mungu limepita kwa watu wako hawa. Baba, sisi hatuna kosa, tumetangaza kama ulivyotutuma. Maana ulisema enendeni katika mataifa yote mkahubiri na kuponya, mkilitangaza jina langu siku ile ya mwisho. Baba, tazama tumenena sawa sawa na mapenzi yako. Naomba neno hili Bwana kwa yule aliyesikia akacheue kama ndama ambaye anatoka malishoni, anafika kwenye zizi, anacheua, anaanza kufikiria. Baba, naomba kila mmoja akayafikiria maneno haya, ukambadilishe Bwana. Badilishe moyo wake ambaye leo moyo wake ni mgumu, hataki kubadilika. Naomba Roho Mtakatifu akaweze kubadilisha, atubadilishe Bwana, tuweze kukutumikia katika kweli, na kweli hiyo ikatuweke huru. Baba, tunajileta na kujiachilia mikononi mwako katika jina la Yesu aliye hai. Naomba haya nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa vile haendi mbinguni, yeye ni wa hapa hapa duniani. Kwa hiyo ukifanya mambo ya shetani, wewe ni wa hapa hapa duniani. Maneno yanasema ukipenda dunia utakufa pamoja na dunia. Bwana asifiwe. Na mambo ya dunia yanafurahisha, yanafurahisha. Haleluya. Kwa hiyo ukipenda dunia utakufa pamoja na dunia. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14 kinasema. Bwana asifiwe.
kinasema, unaweza kusoma au nijisomee mwenyewe? Nasoma tu kamstari kamoja tu kwa sababu neno limepita. Siku za mwisho mtakuwa na vita. Ndugu yangu, umrudie Bwana. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7. Nimerudi nyuma. Mwisho wa mambo yote umekaribia, kwa hiyo iweni na akili, pia mwe na kiasi mkikesha katika kuomba. Hili ni neno. Anasema mwisho wa mambo yote umekaribia. Umekaribia, kwa hiyo iweni na akili, pia mwe na kiasi mkikesha katika kuomba. Kwa anatusihi, Petro anasema mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa mambo yote umekwisha. Mwisho wa ulevi umekwisha. Mwisho wa kuzini umekwisha. Mwisho wa kuloga umekwisha. Mwisho wa mambo ya dunia umekwisha. Kwa hiyo anasema iweni na akili mkikesha katika kuomba. Haleluya. Kwa hiyo kumbe anatusihi kwamba tukeshe tukiomba, kwa sababu aliwaambia wanafunzi wake kwamba kwa nini msikeshe nami hata kwa saa moja? Kwa nini wewe usikeshe hata kwa saa moja? Kwa nini wewe usiende kumwabudu hata saa moja? Hata saa moja, hata kwa wiki siku moja, kwa nini usiende kumwabudu? Mambo haya yote yameisha jamani. Dunia hii inawayawaya. Dunia hii inawayawaya, imebaki kama machela inawayawaya. Bwana asifiwe. Inawayawaya. Inaonekana ni nzuri lakini inawayawaya. Inawayawaya. Inawayawaya kama mlevi. Mlevi anaweza kujitambua kwamba anawayawaya au anapepesuka, kwa sababu atajua kwamba ndio step yake. Anapita barabara hii huku kushoto kulia, anajua kwamba yote ni barabara yake. Hata wewe kama wewe ni mchawi, unapita huku na huku, unapita huku na huku, unajua kwamba hii ndio dunia yangu, sio dunia ya kwako. Haleluya. Hii dunia sio ya kwako. Ardhi unayokanyaga sio ya kwako. Pumzi unayopumua sio ya kwako. Ni ya mwenyewe. Akija kuamua atafuta. Hata kama una kiburi, atafuta tu pumzi. Bwana asifiwe. Atamrudia mwenyewe. Kwa kabla hajafanya hayo, mrudie wewe, ukiri, piga magoti, fanya toba. Fanya toba, umrudie Mungu. Amesema maneno mengi mwinjilisti. Amesema maneno mengi. Mimi si mpiga injili. Bwana asifiwe. Mimi ni wa kuwabariki. Mimi ni wa kuwabariki. Haleluya. Kwa hiyo ninawaomba tuliposimama kwenye viwanja hivi, naomba yeyote aliyesimama anayesikiliza neno abarikiwe. Haleluya. Nakuomba ubarikiwe wewe uliyesimama, uliyesikiliza neno, ubarikiwe. Hata biashara yako ibarikiwe. Hata bodaboda yako ibarikiwe. Haleluya. Umekombolewa. Kwa hiyo amueni. Wengine walikuwa sema African Church, wengine wanasema national, wengine wakasema Muria Jones. Bwana asifiwe. Lakini sisi hatuli vyote. Tukwambie hatuli vyote. Tumeshaokoka. Tunamjua Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtegemee wale ambao watakuja na
Sisi tunaitwa kanisa la Fageti la zamani lile. Wale ndio walikuwa wanakula vyote. Walikuwa wanasema John hata kama mlevi, John hata kama mtoa wanawake 10 watakuja kuwapokea, watakuja kupiga injili hapa. Lakini mjue kwamba utampeleka wapi? Unaona huoni? Bwana asifiwe. Kwa kama unaona hiki kizazi sio kizazi cha kile cha zamani, sio cha mababu. Jiazani sana. Ukija kusikia tu mtu anasema hata wewe kama mlevi njoo atakuja kufundisha, utamfundisha. Hatukutaki. Kama wewe ni mlevi hatukutaki. Ukifanya makosa, ukioa bila taratibu hatukutaki. Hatujaja kuwafariji kwamba mjoni Afrika ni chechi kwa sababu ukioa tutakupokea. Hatukufariji. Kama wewe ni mlevi hatukufariji. Bali achana na ulevi uokoke. Bwana asifiwe. Umekombolewa. Mungu abariki neno. Bwana Yesu asifiwe. Najua nimebakiwa na kikundi kimoja na kingine nitakipa. Hebu kwanza tumshukuru baba mchungaji kwa mazito matatu. Tukashe kwanza.